Rero wakuza Black TV ndo aramukije bavye ko murakora vyose ni wese toka Burungu Black TV akaburungu Cam Instagram na Facebook hose nico kimwe amadusangaho atankomanzi nimwe ni muri bwa umwe nyene ni big kuri micro ndi kumwe na fan kuri kamera uyu munsi akazo twatera inkuru gatoya n'abakoza Buja Flavor sazo bari hanze bari nga mu gihugu cy'u Burundi aho mutumbere hose kadusi umutumire so mutumire kugira tusanze mu bimenyereye turi kumwe ku ruhande canka hanye ni umutumire musanzwe twavuganye kuri call ni musisha tuvuganye kandi kuri call tuyagirisa mu gihugu cyo hanze ni kimwe twababwiye yuko dushaka kumenya ubuza bw'abarivyi bose bari mu gihugu cyo Burundi mbese arivyi bo hanze baza baririmbira mu gihugu cyo hanze ariko basanzwe ari abarundi ino munsi rero ndavugana numwe muri bo yitwa Lipimani we wadwa ibintu byinshi mu amuzi yuko indimbo zo zaciye ku mativa atandukanye mu gihugu cyo Burundi haye tenembe canke na BTV hose kamuza mbere uyu munsi nkanavuze nti abarimvye impera kino munsi mu kuvugana nabo ni Lipman ari mu gihugu cyo hanze reka ndamurondere atwibwire tuyage vyinshi amadan tuza kumva ivya reka dukorera ivya dutegurira atoda mu ino minsi. Kaka inakuaje? Salamu kwa fresh. Ya niko bien kabisa na uko bien. Bwana namshukuru Mungu kabisa. Naongea na Lipman from kutoka ya Lipman kutoka Buiza Paradise. Kwa nini Buiza Paradise mzee? Kwa sababu kila mtu anasema Buiza Paradise atujui Paradise ni nini? Paradise unajua ni kule jua lakini hatujajua. Buiza Paradise yani ni Buiza unana Buiza ni roho ya Bujumbura unasikia brother. Sasa ni fasi kwenye piko iko kila kitu yani ukitaka kila kitu kinapatikana Buiza. Ndio anasema Paradise hivyo. Ndio inafikia na kwa Paradise. Yani Paradise ni fasi kwenye panapatikana kila kitu chote kizuri nini. Naam, karibu sana bro kwenye kipindi chetu cha Black TV. Asante sana brother kwa kunikaribisha na kwa kunipatia hii time nipate kuongea na wewe, nafurahi sana kabisa. Big up bro. Kwa watu ambao wakutambui, kwa watu ambao hawaelewi Lipman ni nani, wazuka ukawaambia Lipman ni nani kivile yani kama introduction hivi. Lipman ni mtoto wa Buiza. Lipman jina langu la ukweli ni Isifiwe. Nazaliwa Buiza barabara 4 numero 88 ndio nyumbani. Watu wengi Buiza wananifahamu ndio nilikuwa nacheza football zamani yani sikumbuki. Ya wengi wananifahamu kadri kwenye nilikuwa naishi mpaka za huko kote huko majuu machini kule chini kwa mazera ya mabisi kupanda yani wengi wapo wananifahamu. Sasa na kupitia tena muziki nimejaribu tena kupata wengine mafans wengi unaona. Zamani kwa wacheza mpira kama jinsi ambavyo unavyosema na timu tofauti tulichezeaga hapa Burundi pia na nje ya nchi alafu kaingia kwenye muziki. Kipi kikutoa kwenye mpira afu uende kwenye muziki? Chene kimenitoa kwenye mpira sababu mpira wenyewe walikuwa yani hawatulipi. Mpira wa watu kulikuwa nacheza hata pasuri walikuwa yani hawatulipi. Tukacheza nyumbani au kupata maziwa afu naona nichezee sababu gani niendelee nacheza na sipati kitu, napata maumivu sometimes navunjika hawakujali unaona jitumisha pesa zako unafanya katika kura. Sasa nikaona nikakutana na nyingine Burundi pia huyo Flow yeye alikuwa ni mwanamuziki walikuwa wanafanya muziki. Sasa ikabidi Zambia wakati walitoka Zambia kukodi tukakutana sasa ndio akaniinteresi akaniambia bro tufanye muziki unaonekana wewe ni msanii na nini vitu kama hivyo. Sasa nikafika na mimi nakuwa na ile acha nijaribu unaona. Ya na njoo tukafuata tunaanza na yeye pekee akaona kama najaribu ni hiyo ndio mambo imekuwa. Njoo nikafanya achililia mpira mara moja kabisa sikurudia tena kucheza mpaka leo. Leo hii auishi kwenye ambapo fasi ambapo ulizozaliwa ambapo ni Burundi. Uko fasi gani kwa watu ambao wajua wangepasha kujua yani Lipman iko kabisa ni ya mimi naishi Sweden naishi Stockholm. Ya ndio kwenye naishi yani niko na miaka kadhaa huku kama miaka 8 nakaa huku. Nafanya deals zangu huku za muziki na mambo zingine business kidogo tu kama hivyo ya. Uko unaongea lugha gani? Kiingereza, Kiswahili, Kirundi, kiwapi? Huku tunaongea Kiswahili na Kiingereza. Kiswahili hai kusalimia mtu mkiswahili aje? Ni kama Kiingereza lakini sasa hiyo naandika
unaandika unatia na i, unaona i, hapana kutia, unatia g, hapana y, ya si unatia g. Naam, naelewa hapo. Sema ni hivi. Hapo unaingia kwenye muziki, unafanya muziki, uliimba na watu tofauti kutoka nchi tofauti, pia na nyimbo zako wewe mwenyewe. Wakati uliingia ulianza muziki, kipi ambacho kilichokusumbua before hujaingia kwenye collab zako ambazo ulizozifanya? Kitu kimenisumbua sana juu nimekuwa kwanza sijawahi kurecord, sijawahi kuimba, sijawahi kufanya nini. Hiyo ndio imekuwa kama tatizo kubwa kwangu kwanza. Kufanya mazoezi ya kurepeti muziki wakati tunaenda kurecord. Napaswa fanya mazoezi, kama sina ule mudi wa kuimba sababu nilikuwa kama sio muimbaji. Yani ni situation tu imeingia hapo kati na ikafika inakuwa kama dream is coming true, unaona ni opportunity kujaribu kitu cha mpya. Na wakati nimekujaribu nikaona kama naweza, lakini usumbufu bado upo. Mtu anaona kuna usumbufu wa unaweza kutafuta studio na kutana ziko bei, na mwenyewe unakutana una uwezo wa kulipia hiyo saa. Changamoto ni mingi brother, usumbufu ni mwingi, lakini nashukuru Mungu saa hizi vitu vinaanza kuevolve polepole. Great. Paka hivyo unafanya muziki, afu unafanya na collab tofauti. Afu kikolabo ulianzaje kufanya kikolabo? Kwa sababu kuanza muziki afu unaanza na makolabo ni vitu ambavyo viko vigumu sana kwenye wasanii. Collab kwanza ule dem tumeanza kuimba naye Lady Flow. Tulikuwa kama kikundi kimoja. Ile haikuwa collab, yani ilikuwa ni kikundi chetu na mimi na yeye watoto. Afu nasikia naye ni Mrundi na yeye. Na yeye ni Mrundi, yani ilikuwa ni kikundi chetu. Sasa wakati imefika katikati ikabidi kama yeye ananiambia Amina achia hapo. Sasa wakati ilibidi kuachia hapo ikafika inakuwa ugumu kwangu sababu yeye ndio mwenye alikuwa ni muimbaji, ilikuwa sio muimbaji, unaelewa? Sasa ile wakati nilifanya naye ngoma moja ile Chapakazi. Chapakazi ikakuwa kama ni ngoma inapendwa sana hata hapa Sweden, unaelewa bro? Wazungu wengi wanapenda sana Chapakazi. Nikiwapigia tu Chapakazi wanachangamka sana, na waelewa hata. Na waelewi. Sasa ile Chapakazi ikakuwa inatokea kila mtu anakuwa ananiita Chapakazi. Wakiniona tu Chapakazi. Sasa ndio huyo mbongo mwenye nimepigaga nayo hiyo ngoma ya mpya. Njoo akanitafutaga sasa kupitia Chapakazi. Unaelewa? Njoo akanambia brother ni hivi, nimefurahi kazi zako. Mimi kutokea Tanzania njoo. Na mimi nikaanza naimba kweli, na yeye ni mwimbaji na mimi nilikuwa natafuta nikutanane na waimbaji wenye wanajua muziki zaidi. Sasa nikakutana ni mtu mwenye anajitambua kwenye muziki. Nikaona naona acha nijiunge naye tufanye kwanza hata ngoma moja tujaribu tu. Na nashukuru Mungu tumefanya kazi na inaambia vizuri, watu wanaipokea vizuri. Kuna zingine kwa mambo zote zifanya wengine wasanii sijui wa kutoka wapi, lakini ungetuelezani wasanii kutoka wapi? Baza niko na project yangu kwanza yenye niko nayo. Nafanyaga ni kama sio collab mbo. Kuna producer fulani jina yake Jam anaka Tanzania. Yani mimi nikirekodi huku na kwa namtumia yeye. Sasa yeye ndio mwenye hakuwa ananiingizia zile background zile sauti. Hiyo siwezi nikasema kama ni collab. Hiyo yani ni ananisaidia tu kuweka manjonjo nini vitu kama hivyo. Sasa siwezi sema kama ni collab. Sasa hizi sijakuwa na plani ya kupiga collab na mtu hata mmoja. Nataka kwanza nipambane kama mimi nijifikishe kwa kile kiwango chenye mimi mwenyewe nimekuwa na dream. Masikia nijifikishe kwanza kwa ule uwezo wangu. Nasema kweli hapa mimi nimejaribu, nimefikia hapa. Hata mwenye nitapiga na collab aone kwanza uwezo wangu na nguvu zangu kama mimi kwanza. Ya sababu niko nafanya ngoma zangu, niko na ngoma kadhaa nimeshafanya. Zote nikizisikia nasikia kama ni ngoma kweli nimejaribu kabisa. Sasa huu ndio mwaka wangu wa pili na nafanya toka nimeanza 2018 huu ni mwaka wa pili na nafanya muziki Sasa nikitizama kwenye miaka 5 inakuja naona kama nitakuwa kama nimeshafanya muziki mkubwa sana na naweza pata sasa collab nyingi sana zaidi. Great. Ulisema kwamba kuna studios uko ambapo ulipo Sweden, right? Alafu lakini ziko bei sana. Alafu kasa kwamba kuna jamaa ambaye anakusaidia sana bongo wewe unarekodi afu namtumie.
Hiyo abikupi tabu yoyote ile? Unasema? Ulisema kwamba huko Sweden kuna studios za Kiziko Bay. Alafu unaimba afu unatuma bongo. Muziki wafu kufaizia nyimbo. Hiyo haikupi tabu. Alafu kwa nini hutumi tena Burundi wakati Burundi tuna producers tofauti? Burundi tuna producer wazuri sana, ila sijawahi kufanya nao, sijawahi kujaribu nao. Nimewayaga kuongea na producer mmoja, niwahi kuongea na Bantu Boy. Nikaongea na mwingine waliniambia ni Mgambia kama Mzambia hivyo sikumbuki. X Factor. Nikaongea naye, ila sasa kuna ngoma fulani nimemtumiaga, nikamwambia nataka anifanyie kumix ili tukumalizaga vizuri. Ndio nikapata huyo mbongo. Sasa nikiangalia gisi ninavyofanya na huyo mbongo, sababu huyo mbongo na yeye pia ni mwimbaji. Unaelewa brother? Anaweza kaona hapa Lipman hajafanya vizuri. Okay, yeye anafika naingiza sasa zile background. Kuna muziki nimefanya kitambo ziko YouTube. Unasikia kama naimba ni kama mtu mwenye yuko kanisani sijui nini, yani hata mimi mwenyewe nikisikia kuna ngoma kama kaza kama mbili hivyo nikisikia sipendagi naona tu basi nimeshazitoa. Hiyo basi imeshapita, ila ule mbongo nampendia tu kitu kimoja, sababu tuna chemistry nzuri unaona. Yani ni mtu mwenye tunasikilizana, yani nikifanya naye kazi najisikia kweli kazi yangu imefika kwa kile kiwango chenye nilikuwa nataka. Unaelewa? Ila nikikuja Buja nikipata maproducer naweza fanya. Wa producer ni wengi wazuri tena nasikiaga ngoma nyingi nzuri Burundi, wa producer wanafanya kazi vizuri. Nikipata producer mzuri mwenye hata tutasikilizana tunafanya kazi, sina shida kabisa. Nitafanya nao producer wengi, yani tu siwajui vizuri, ila naweza nikafanya nao. Mimi ni mwanamuziki, kila producer nitafanya naye. Kuhusu video na hapo huyu ambaye anakutengeneza video ni nani? Wanafanyia video ni jamaa Mganda, na yeye ni Mganda pia, anaishi hapa Sweden. Nishafanya naye video 3, nyingine moja nimefanya na Mwarabu mmoja hivi. Huyo Mwarabu lakini hatukuwezana vizuri, hakunifurahisha gisi nilikuwa nataka, lakini yule Mganda big up kabisa Bob. Anafanya kazi nzuri sana. Great. Muziki unaendelea, kazi vipi? Tufanye vipi? Unafanya vipi? Yani muziki unaendelea na just nataka tu mashabiki wangu wenye wanasupport muziki wangu wote wakae wanajua kama muziki zinakuja, niko na ngoma kadhaa nzuri tena, wakae tu makini. Shuke kusupport nini, muziki zinakuja tena nzuri sana, watapenda sana kweli. Yani ni fire after fire kabisa. Maana wangoje kitu kipya kutoka kwa Lipman. Nishaachia ngoma moja itatoka tariki 3 mwezi wa 7, ndio itakuwa na YouTube topic. Hapana YouTube channel yangu itakuwa ni June, nimeweka kwenye platform ya Spotify. Sasa wanakuaga na YouTube yao pia na yao wanawekaga. Sasa na niko na prepare kutoa video, kushoot video pengine wiki 3 ama mudesmen ama trosmen. Na sasa nikaanza mchakato wa kushoot video ya huyo muziki, afu pia na wawekea na video pia. Tutizame pamoja nini. Naam, kwenye swali za uzushi kidogo, ukiwa huko Sweden, wasanii gani wa Burundi ambao unasikilizaga huko? Mimi hata nikikuwa na mashikaji wangu tunapigaga, niko na muziki zangu kadhaa, niko na wasanii wangu nasikiaga kabisa. Wa Burundi nasikia. Unasema? Wasanii wa Burundi wako Burundi. Fizo ni msanii mwenye nasikiaga sana kabisa, yani pakipita wiki nzima napasha kusikiliza hata kama mara 3 huko, yani ama tu yenyewe kwenye YouTube yangu nakutanaga muziki wake unajipiga juni. Ni mtu mwenye anakuaga namfuatilia sana, ni big brother wa msite, namjua tangu ningali mdogo Mabwiza. Yani ni watu wene tunajifunzia eko, unaelewa bro? Yani ni gram wene tunajifunzia eko sana kabisa. Big up kwake kabisa, anafanya kazi nzuri. Yani nasikia muziki zake, hata nikiwasikiliza wazungu wa rafiki zangu nasikia wote wanapenda, na baadaye wanakuwa wananipigia wananiambia huyu anaitwa tena nani, jina lake nani?
na Big Fizzo wanatafuta wanapiga wana support kabisa. Maana yake tena nani Natasha Natasha namsikiaga Satbi namsikiaga iko na ile ngoma yake moja hivi ni na wazungu anaipendaga sana huko Sweden kabisa. Ngoma gani? Anapendaga sana wazungu alimbaga hivi chunga nikumbuke. Ni ngoma moja hivi too much kama ni too much. Too much. Sijui kama unaipata too much bro, wazungu wanaipendaga sana hapa Sweden. Wademo wote. Wademo wanaipendaga sana kabisa. Big up. Hata na vile ngoma naisikiaga nikishafika tu kwenye piko watu wengi naambiaga DJ piga ngoma fulani. Anapiga kabisa. Juu niko na ma club fulani nikiingia DJ ni wa kwangu nini. Zamani wasanii wengi kwa kutoka Burundi wanaenda kupiga show Ulaya, Amerika, mawapi huko ma Sweden. Tutegemea kwamba na hivi akija kupiga show huko anza kupata watu. Fizzo anakujaga shaka ite. Fizzo anakujaga ni tuja makorona mwaka pengine ndio akakuja. Lakini Fizzo anakujaga piko Warundi wengi anapigaga kweli watu wanajaa. Jusi yaendaga juu anaendaga nje kidogo ya kwenye mimi naishi kama masaa 2 hivyo siaendaga lakini anakujaga. Na wakikuwa anakuja baby ya makorona tu wikiisha. Tunaweza penda kama msanii gani akuje kama Sabina yeye akuje. Tunaweza penda Natasha akuje. Kwa wasanii wengi wene tunaweza taka akuje wakina Mr Champagne. Wazo kapata watu kukutani ni rahisi sana akikupata watu kwenye show inawezekana. Bro watapata watu sababu unakutana mtu mwenye amewaleta maana ni mtu mwenye ana popularity mingi unaelewa bro. Sasa inakuwa ni ile sisi kwa sisi asi mashabiki wao ndio tunaanza sasa kufanya nini kutambazia wengine maafishi naambia bro ama wengine unajua kiko show fulani. Sasa wewe mwenye unawafanyia promotion unakutana kupata kitu hautakuwa na hiyo nguvu ya kuwasaidia kuita watu unaelewa. Hautakuwa na hiyo courage sasa lakini kama niko na wale wa promoter wenye akifanya show ana make sure kama patajaa watu kwa hiyo sehemu unaelewa bro. Au njoo ni mimi naweza nikawaambia tuko na msanii fulani wakasikia ngoma zake wanaangalia YouTube yake wanaangalia kisa anavyofanya vizuri wanaona au msanii tukimleta kwanza huku Warundi watu wa East Africa wote wanaweza kukuja kama Fizzo anakuja ama Satbi iko na ngoma zenye ni hiti kabisa na ukisikia kule unasikia ngoma ni zimetulia vizuri. Unaweza kujaa kabisa bro. Naam, asante sana bro. Asante sana bila furahi sana kwanza kuongea na wewe kunipatia hiyo opportunity ya kipindi. Bwana shukrani sana, big up sana kazi njema mzee. I wanna just shout out to my family. Famille Bangura. Biza 88 marafiki zangu wote wa Buiza wakina Fisto, Bwazizi wa nani wote. Shout out to Maniga. So great. Safi sana bro.